Cole pamoja na mama yake wanaamua kuhama makazi yao ya awali na kuja kwenye huu mji. Sasa Cole alikuwa ni kijana mwenye huzuni kidogo. Hii ni mara baada ya kumpoteza baba yake. Lakini walipofika kwenye hii nyumba walikuwa wakihisi michakacho ya vitu, lakini most of the time walihisi labda ni paka ambaye wanamfuga humo ndani. Na siku moja Cole katika pita zake aliweza kuona album moja, na alipofungua aliona picha ya binti mrembo sana ambaye inaonekana alikuwa anaishi humo ndani. Wakati Cole anaitazama ile album, ghafla ikajifunga, na alipoifungua ikajifunga tena. Na kila alipojaribu kufungua ikafanya hivyo hivyo. Akaona sio kesi, ngoja nirudishe kwenye draw, hii michezo mimi siwezi. Kesho yake Cole alipoenda chuo alikutana na mwanafunzi mwenzake, na huyu alimueleza mambo ya ajabu kidogo kuhusiana na mizimu inayowinda binadamu, lakini Cole hakuchukulia uzito hilo swala. Na siku ikaisha kama hivyo. Cole aliporejea nyumbani alikuta pete chumbani kwake. Alitazama ile pete kwa makini kisha akaivaa, lakini ghafla Is that the ring I took from you? What? Kwa woga akaivua. Hiki ni nini? Mbona kama nimeona mtu hapa? Cole alivaa tena ile pete, na kwa mara nyingine akamuona binti. Ni binti yule aliyomuona kwenye albamu hapo mwanzo. Na binti alimsihi Cole asiogope na asivue ile pete kwa sababu ndio inamwezesha kumuona. So Cole akawa mpole. Ikabidi binti ampe mkasa mzima. Siku za nyuma kidogo kulikuwa na wanafunzi pamoja na mwalimu wao ambao walienda makumbusho kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, na Bea ambaye ni mzimu alikuwa mmoja wao. Na baada ya kufika pale yeye alikuwa na mishe zake nyingine akijaribu kushika vitu kwenye eneo lile. Na hata mwalimu alipomshitua hakujali, aliendelea kugusa tu. Basi bana, muda ukafika wa kuondoka, lakini wakati wanaondoka Bea aliona eneo ambalo limekatazwa mtu yeyote kuingia. Lakini kwa kuwa ni mkaidi akazama hadi ndani. Alipofika ndani Bea aliona pete nzuri sana, bila kujali alizifungua na kuchukua pete moja wapo. Lakini ghafla mlinzi alitokea na kumwambia eneo lile haliruhusiwi kuonekana mtu yoyote. Hivyo mlinzi alimtaka Bea aondoke. Bea hakutaka kuondoka hivi, akaiba moja kati ya pete zile. Lakini hakufika mbali, ghafla aligongwa na gari na kupoteza maisha pale pale. Sasa baada ya Cole kujua story yote ya Bea, alijenga naye urafiki, japokuwa mwanzoni alimuogopa na kumpa mipaka, lakini baadaye urafiki ukakua na kubadilika kuwa mapenzi. Kwa hiyo Cole alijikuta na date na mzimu na alikuwa very comfortable. Na kwa mara ya kwanza Cole alimwezesha Bea kutoka nje ya nyumba baada ya miaka mingi ya kukwama ndani. So kila sehemu ambayo Cole yupo na Bea alikuwepo. Lakini Bea bado alitamani sana kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Swala ni kuwa hata akirudi hataweza tena kuwa na Cole kwa sababu generation yao ni tofauti na wao tayari wameshazama kwenye penzi zito. Mimi nikuachie kitendawili hiko, unakitegua vipi? Chukua namba hiyo, mzigo unaitwa Girl Hunt Boy.